miaka 20 kwenye ndoa. Jana wakati naenda kuwapokea wanangu, mabinti zangu kutoka shule, nikamwambia tarehe 10 kuna kitu nitafanya, nitamsurprise kweli mama yenu, lakini msimwambie. Kashasikia. Nyie msimwambie mama, nasikia. Siri yangu ya mimi na nyie. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi hiyo siku ningefurahi ningefanya covenant renew, kwa sababu kuna maneno leo kunitamkia kwamba nitakupenda, nitakuzimikia wewe, hakuna mwingine. Sasa maneno ni matamu sana. Na leo mzee naye ameleta pete, tunataka tuzibariki, alafu atamvisha huyu queen of his life. Atamvika huyu malkia wa maisha yake, alafu na yeye naye atamvisha huyu king of our life. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa niombe zile pete ziletwe hapa. Haleluya. Alafu mjukuu wake akaimba kimwimbo fulani kizuri. Sasa hata sasa wewe ni Ebeneza, tulipofika wewe ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza, Ebeneza, hata sasa wewe ni Ebeneza. Kumbe kuna watu wanawivu hapo. Tulipofika wewe ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Tulipofika wewe ni Ebeneza. Hata sasa wewe ni Ebeneza, Ebeneza, Ebeneza. Haleluya. Kibiblia tunasema pete ni pambo na ishara ya agano watu wanaolifanya. Ndoa sio mkataba, ndoa ni agano. Na tunasema agano lolote lazima kuwepo na ishara inayothibitisha hilo agano. Mungu alipofanya agano na mwanadamu ya kwamba hata mteketeza mwanadamu tena kwa maji bali kwa moto, aliweka ishara hilo agano ambao ni nini? Ni upindo wa mvuo, ndio Na hata ndoa tunatumia pete kama ishara ya agano watu wanaolifanya. Kila mara wanapozivaa zinawakumbusha ya kwamba walifanya agano madhabahuni. Sema amina wewe. Na mimi nazibariki hizi pete ili sasa wanasema ladies first. Ataanza mama, atamvisha baba, baba atamvisha mama. Haleluya. Watu wa media mko tayari Baba wasimame hapa. Mazuri. Njoni hapa yani. Kila mmoja aone. Yes. Aya, tuombe. Bwana Yesu, nakushukuru. Pete hizi ya baba yetu Bristol Tawi pamoja na mama yetu huyu, Mungu tutakushukuru kwa ajili ya maisha yao pamoja, ambapo walifanya agano la ndoa miaka mingi iliyopita, na siku ya leo Bwana wameleta tena kwa upya pete hizi ili waweze kuendelea kurenew na kulifanya upya agano ambalo lilifanya miaka mingi. Baba, kwa mamlaka ulionipa Kristo, pete hizi nimezitenga na matumizi ya kawaida, nimeziweka wakfu ili zikapate kuwa takatifu, ili zikapate kukubalika mbele zao kama ishara ya agano walilolifanya miaka mingi, na kila mara ziwakumbushe ya kwamba uliwaita katika maisha ya pamoja ya kukuishia na kukupenda wewe Mungu. Katika jina la Yesu Kristo Bwana, pete hizi zimetengwa na hali ya kawaida na kuwekwa wakfu ili zifae kuwa ni ishara ya agano la ndoa walioingia watumishi wako. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi tumeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi nasema amen. Najuaga wanaume tunakuwaga na madole makubwa sana kina mama wanakuwaga na kwa hiyo
Nimuombe sasa mama, chukua hii. Hicho kitoe. Alafu lahazizi wako umshike kwa mkono huu hapa. Alafu iweke hapa juu. Usiingize moja kwa moja, iweke hapa juu. Alafu mpaka nikisema amina ndio nimalizia. Sema Bristol, nakupa pete hii. Nakupa pete hii ikiwa ni ishara ya agano tulilofanya mimi na wewe miaka mingi iliyopita, na leo hii mbele zake Mungu na mbele ya ushirika huu ninakupa pete hii. Kila mara nikukumbushe ya kwamba mimi na wewe tumekuwa mwili mmoja, nami nitadumisha kukupenda wewe siku zote za maisha yangu. Amen. Asante. Aya, mzee wangu Bristol. Aya, asante. Aya, baba na we sasa nikwambie kwa Kispaniola, utamwambia de la vida. Mwambie my de la vida. Ni de la vida wake huyo. Aya, kamata mkono wake hapa. Aya, iweke hapo juu kwa hapa, alafu tukisema amina ndo naeka. Sema Maria, nakupa pete hii kama ishara ya agano la ndoa nililolifanya na wewe miaka mingi iliyopita, na leo hii nafanya upya agano langu na wewe ya kwamba nitakukupenda na kukujali siku zote za maisha yangu, na Mungu awe pamoja nasi. Amen. Hebu tuombe sasa. Bwana Yesu, nakushukuru. Asante siku ya leo baba yangu Bristol na Mary mama yangu wanaposherehekea siku hii ya leo, wanapokushukuru kwa ajili ya miaka mingi ya ndoa yao, na siku hii pia Bwana wamefanya upya agano lao la ndoa. Endelea kuwabariki Mungu wangu, endelea kuwatunza. Nami naomba ile neema yako ambayo imeweka pamoja miaka yote ikapate kuwadumisha zaidi na zaidi, na asiwepo mtu yeyote yule wa kuwatenganisha, katika jina la Yesu Kristo. Bristol na Maria, Bwana Mungu awabariki na kuwalinda. Bristol na Maria, Bwana Mungu awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili. Bristol na Maria, Bwana Mungu awainulie uso wake na awape amani yake, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mwenye pumzi na aseme amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mama Tawi, hebu mkazie mzee Tawi namna hii, yani mkazie mzee Tawi. Mkazie. Jamani, mtu na mtu mzee Tawi, hebu piga hatua ta. Mzee Tawi hahitaji tuition bwana.
Jamani, Mungu awabariki sana. Weka kamwimbo fulani wazazi wangu wacheze kidogo. Dada yule ana wimbo wa ndoa, karibu tumemwalika mmoja. Wimbo wa ndoa. At disco. Aha. Jamani, wasio na wivu watakuja kucheza na mzee Tawi na mama Tawi. Wakimaliza ndo watatoa shukrani. Aha. Na kuabudu haya. alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Tutii maagizo yake akiwaambia mataifa. Amen. Neno la Mungu linasema hao wawili wamekuwa ni mwili mmoja katika Kristo Yesu. Mume ni kichwa cha mke kama Kristo naye alivyo kichwa cha kanisa. Tunaona alivyolipenda akafa ya kanisa lake. Nawe mume ujitoe kwa hali na mali kwa ajili ya mke wako. Hata ikibidi kufa mpende mke wako. Neno la Mungu lasema hao wawili wamekuwa ni mwili mmoja katika Kristo Yesu. Mume ni kichwa cha mke kama Kristo naye alivyo kichwa cha kanisa. Tunaona alivyolipenda akafa kwa ajili ya kanisa lake. Nawe mume ujitoe kwa hali na mali kwa ajili ya mke wako. Hata ikibidi kufa mpende mke wako. Ndoa ni pendo la dhati lisilo na unafiki ndani yake. Mume mpende mke wako, hilo ni agizo lake Baba. Nawe mke umtii mume wako, hilo ni agizo lake Mungu Baba. Nawe mke umtii mume wako, maana wewe ni mwili katika ndoa yako, kama vile kanisa linavyomtii Kristo, maana kanisa ni mwili wa Kristo. Epuka maneno mengi yasiyokuwa na damu, heshima na utii hujenga ndoa imara. Nawe mke umtii mume wako, maana wewe ni mwili katika ndoa yako, kama vile kanisa linavyomtii Kristo, maana kanisa ni mwili wa Kristo. Epuka maneno mengi yasiyokuwa na adabu, heshima na utii hujenga ndoa imara.
Hallelujah. Yani kama birthday tungesema how old are you now? Yani tukiuliza miaka walioko wazazi kwenye ndoa, miaka 50. Yani mimi nina miaka 54 maisha ya ndoa ya wazazi. Jamani, si neema, ni neema. Ni neema Kabisa. Yani mimi naomba vijana wote mlioko kwenye ndoa ya miezi 2, miezi 3, miaka 4, vuteni upako kwa wazee. kwa jina la Yesu. Msiwe na ndoa ambazo siku hizi zenye kifafa, ambazo watu wanafunga kwa mavuvuzela miezi 3 chali watu walishavurugana. Niombe neema iliyotembea na mzee Tawi pamoja na mama yetu Maria, hiyo neema ipite kwenye ndoa za watu wengi. Amen. Miaka 50 ya pamoja. Amen. Na ukiwaona bado yani wanapendana kama wameanza maisha leo asubuhi. Kwa hiyo ni tunayo kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Na wenyewe wamesema siku ya leo wanataka wamtolee Mungu shukurani. Na mimi kusema kweli nilikuwa na mambo mengi ya kufanya leo, lakini yote nimeahirisha kwa ajili ya swala la wazazi wangu. Au tukimaliza tusikilize neno basi tuende nyumbani. Wiki ijayo nitafanya yale mengine yote. Ubatizo, meza ya Bwana nitamalizia wiki ijayo. Amen. Nimwombe mzee Tawi kama kichwa cha familia, kama ana neno lote la kusema. Unaweza ukamwambia Maria, maneno mazuri, jinsi Maria alivyosimama na wewe. Mwambie tu maneno mazuri, alafu na yeye anaweza kukuambia neno. Asante. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sina la kusema zaidi. La kusema ni kwamba nimevuka milima na mabonde. Kutoka mwaka huo 1975, 29th of November. Sasa imagine kutoka November 25, 1975 mpaka sasa hivi. Niko nampenda baby. Baby. Kwa sababu ni moja ambao nilifunga nao ndoa pamoja, wenza vijana, wakati ule tulikuwa vijana wote wamewachana. Wengine wana mashati 3, wengine wana masuruali 3, wengine wana ndoo 10, wengine ni Mwenyezi Mungu amewachukua. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi kwa huyo mama mzee Tawi kaa chini. Nakubali. Hii si nzuri, mbaya. Ndiyo baby. Nakubali. Ningekuwa kama nakataa na bisha, hata ingefika miaka hii 50. Kwa sababu tungekuwa quarreling each other. Lakini Mungu alisimama nasi mpaka tumefika siku ya leo. Tunasherehekea miaka 50 kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningesema mengi lakini sasa baby angeshtuka. Hapana, sasa. Karibu baby wake mzee Tawi, nawe sema maneno machache kwa ajili ya baba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na furaha sana. Kwa sababu mimi toka usichana wangu nilikuwa nimekataa kuzaa watoto, baba huyu. Lakini Mungu afanyaje? Alinisikia. Amen. Nimekaa mpaka leo na watoto 7, baba mmoja, mama mmoja. Glory. Na sisi tulipokea upao kutoka kwa wazazi wetu. Hallelujah. Kwa sababu mwenzangu nao wazazi wake nao ni kifo kimewatenga. Na mimi nami wazazi wangu ni kifo kimewatenga. Glory to God. Watu waupokea upako ule. Na nyie watoto wetu upokeeni upako. Hallelujah. Sherehe. Pokea.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sababu ni wazee, tuna wajukuu 14. Aya. Na ana wajukuu watundu. Ese. Kababu mwingine ungekaa au kabibi mwingine? Hapana. Wewe namshukuru Mungu hata tunataka kusema. Jina la Bwana libarikiwe. Tumesema mkiona nyana amezeeka. Una mishale mingi amefanyaje? Umevika. Wewe. Sio kama lele mama, na magole limevuka. Mpe Yesu makofi. Haleluya. Leo na kuna mithali zimejirudia. Leo asubuhi nilikuwa na watangazia watu wa St. Columbus, nawaambia kuna watu walikuwa wanasema very soon mchungaji Msamila anaondoka. Nikagonga mwaka wa kwanza. Very soon nikagonga wa pili. Very soon nikagonga wa tatu. Very soon nikagonga wa 4. Na juzi Jumatano nimepewa tena mwaka mwingine wa 5. Sasa aliyekuwa anaongoza ibada akasema msemo huo, mkimuona nyani mzee kakwepa mishale. Mimi nilianza kufanya huduma, analifahamu kanisa dada yangu Rebeka Magaba pale Mbweni. Nilianza chini ya ule mti wa mwembe nikiwa kijana mdogo, nikapelekwa mashambani Meru huko milimani na mke wangu mpaka tunadondoka na watoto, mpaka binti yangu wa kwanza akachelewa shule mwaka mmoja tulikopelekwa huko ndani. Nikasema tumefanya huduma machokoroni tukiwa vijana. Sasa uzee ute nataka unipeleke eti tena mission. Na nikasema mimi sasa hivi natakiwa nile chips mayai town yani, si ndio unipeleke nikale nzige na asali tena huko mission, nilishatoka huko. Kwa ni nyani mzee alokwepa mishale mingi. Mama naye ananiambia na wao wamekwepa mishale mingi mpaka leo wako hapa na watoto wazuri 7 kwa baba mmoja. Mama sio ndio wengine wanakuta mtoto wa sura ya Kimakonde, kichwa cha kiao kama changu. Lakini wote wamezala baba mmoja na mama mmoja. Jamani, ni neema. Alafu na mimi kumbe nimedaka ufunuo kwa mzee Tawi. Unajua mimi mke wangu tangu namtaka baby. Sasa mpaka watu walizaliwa kuna kata namba baby mama, baby watoto. Mpaka watu wamekuwa wanakuta mama yao anamuita baby. Kumbe na mzee Tawi kwa Maria na baby. Mbarikiwe babies wawili mlopendana muda wote. Mungu awatunze. Haleluya. Na leo wamesema watamtolea Mungu shukrani yao. Basi tuombe utaratibu ufanyike sasa, wazazi wetu waweze kutoa shukrani yao mbele za Mungu. Haleluya. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Tutaweza kuwasindikiza sasa. Nasema asante nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Haya, tunaweza tukatoa sadaka sasa ya kuweza kuwasindikiza, sadaka ya shukurani. Kuna wengine tumetoka Keko, wengine tumetoka Msasani, wengine Kawe. Sasa tuwasindikize kwenye sadaka yao hii ya shukurani. Haleluya. Bwana amenibariki naruka kama tai. Bwana amenibariki naruka kama tai. Hallelujah.
Hallelujah. Kumbe kuna special song. Rosa, Rosa. Wapi makofi ya vigelegele? Yeah. Rosa. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Yesu, nakushukuru. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Wenye ukoma walikuwa wengi, na neno lako linawatakasa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Wenye dhambi tulikuwa wengi, na neno lako alikufanya makosa. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Bwana, nimerudi tena. Hey Yesu, nakushukuru. Wengine sijui, ila mimi Bwana nimejua umenitendea. Utukufu wako juu na heshima zako juu. Utukufu wako juu na heshima zako juu. Umenitenda wema, umenitenda wema, umenitendea wema. Umenitenda wema, umenitenda wema, umenitendea wema. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya sadaka hizi ambazo watumishi wako hawa Mary pamoja na Bristol wameuona wema wako ambao umewatendea kwa miaka yote ya 50 ya ndoa. Endelea kuwabariki Bwana, endelea kuwapa miaka mizuri ya furaha na afya na uzima. Na sadaka hii Bwana ambayo wametoa na ile ambayo wengine Bwana wamewasindikiza katika kutoa, Bwana sadaka hii kapate kunena mema juu ya maisha yao. Cornelio, sala zako na sadaka zako zimefika juu mbinguni, na kwa ukumbusho zikapate kwa ukumbusho kwamba siku ya leo Bwana ya tarehe 30 mwezi wa 11 walikutolea Mungu kwa kukuheshimu na kukupenda wewe. Na wewe wakumbuke na watendee mema. Bariki familia zao na wakapate kuona furaha katika maisha ya ndoa zao. Watunze siku zote wakauone wema na fadhili zako. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi tumeomba na kuamini, na kila mwenye pumzi na aseme amen. Tumpe Yesu makofi mengi. Haleluya. Haleluya. Ni waombe na watoto waje hapa mbele sasa. Watoto family. Watoto mzee Kristo msimame hapa, na watoto waje hapa wawape mikono na wao kwa furaha wakikwambia daddy we love you so much. Watoto wa Mzetawe, we love you so much. Watoto wako waje hapa, wanakupa mkono daddy na mama, wakisema daddy we love you so much, mommy we love you so much. Mtakula dini. Haya, simameni hapo jamani. Nyinyi wa kwanza kuwapa mkono wa pongezi hawa waheshimiwa. Hebu piga picha moja hapa ya familia. Watoto wa Mzetawe tafadhali. Familia ya Mzetawe, watoto. Si unaona Yaani wamefanana kama wa China vile yani. Bado mmoja, mwingine yuko hapa. Bado Gladi Tawe, Gladi. Njoo aje tu mara moja. Wengine kwenye mapambo, si ndio? Anakuja.
yule wa Tanzania Airways. Rafiki yangu nikiendaga pale Tanzania Airways tunakutanaga. Mwache aje hapa ise. Furaha. Festival ni nani hapa? Festival. Kula mitano, sio nasemaga mitano siku hizi. Festival. Second born ni Mtoto wa pili. ni dada. Third born Mtoto wa tatu. huyu bwana mheshimiwa sana. Wanne Mtoto wa nne. huyu hapa. Yes. Watano Gradi. yule ubara mwenzangu le. Wa sita William. Last born ndio dada hapa. Hebu tumpe Mungu utukufu kwa ajili yao. Mungu awatunze sana. Familia hii imekuwa familia baraka sana. Ni familia ya kikuhani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mzee Tawi na mama Tawi walilikaribisha sanduku la agano nyumbani kwao. Hili kanisa mnaoliona hapa Kigamboni matokeo ya hao wazazi kulikaribisha sanduku la agano nyumbani kwao. Yaani ama kilolote mnayosikia vuvuzela yalikuwa yanapigwa hapo nyumbani kwao kwa miaka mingi. Hao wazazi wana hofu ya Mungu. Na hata watoto wana hofu ya Mungu. Wangesema, unajua kuna wazazi wengine wanasemaga nyumbani ni mahali panapohitaji privacy. Lakini hao watoto bado waliendelea kuwasapoti wazazi juu ya kanisa, na hao wazazi wamemtumikia Mungu mpaka umri huu. Nipende kumshukuru Mungu kwa nyie watoto. Mungu awabariki sana. Amen. Hizi baraka wanazotembea nazo wazazi, na nyie mtembee nazo. Na ninyi mwe na familia zenu nazo washuhudia kwamba zile baraka walotembea nazo wazazi zimekuwa kwenu. Kila mara huwa nikikutanaga hata kwenye misiba huwa naongeleaga mazuri sana juu ya hii familia, ya kwamba imekuwa ya baraka, na Mungu hizo baraka aendelee kuzitenda kwenu zaidi na zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sasa mnaweza, nimeambiwa jioni kutakuwa na Dina mzee amesema jioni kutakuwa na itakuwa Palm Beach. Pamo Beach. Jamani, jamani, tumpe Yesu utukufu mwingi. Wazazi wa jioni watakutana mahali hapo. Mungu awabariki watakaposherekea, watakapofurahia baraka hizi za Mungu. Haleluya. Festival naenda kuongea. You're welcome sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunashukuru Mungu maana wazazi wetu wametimiza miaka 50. Tukaona tufanye jambo fulani, ingawa tulikuwa tuna kazi nyingi tukaamua kuziacha. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu na tumefarijika sana. Nadhani tulikuwa tunaona mimi hadi kule machozi yalikuwa yananitoka. Kwa kweli sijui niseme nini. Lakini hao wazazi kuna jinsi ya kuwashukuru. Yaani wachotuachia sisi mheshimiwa, anyway sijui sisi tumeachiwa upendo. Haleluya. Yaani unavotuona sisi, Haleluya. nadhani sidhani kama wengine wanatujua, najua. Yes. Sisi tuna upendo. Yaani unapoona mtoto wangu mimi, mtoto wa huyu, kwanza huwezi kujua huyu mtoto wa nani, huyu mtoto wa nani, huyu mtoto wa nani. Huwezi kujua. Yes. Na huwezi kujua huyu anakaa wapi. Yaani kwa kweli sijui tusemeje. Kwa kweli mbegu walizopandikiza sisi kwenye upendo Jesus. kwa watoto, wajukuu, watukuu. Wewe ukifika nyumbani pale kama kuna timu ya mpira pale, lakini huwezi kujua, maana wengine utaenda utajua yule mtoto wa fulani, yule wa fulani. Yaani huyu akija kwa mpaka unataka huyu mtoto wako yuko wapi? Watu wanauliza wewe ni yupi mtoto wako? Kwa hiyo ukishaona watu wanauliza hawajui mtoto huyu wa nani, huyu mtoto wa nani, ujue hapa pana kitu. Kwa hiyo huu ni upendo ambao tuliachiwa na wazazi wetu. Tunawashukuru sana kwa upendo huu. Amen. Mungu awabariki. Yes. Na awabariki sana. Amina. Aise, hiyo ni injili iliyokomaa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo Waingereza wanaita ni legacy. Legacy.
si ndio? Legacy maana yake Kiswahili kizuri sio niseme ni nini? Eti wasome legacy. Yaani kama ni urithi basi ni wa kipekee. Sasa kama kuna kitu nataka waseme ni upendo. Mzee Tawi na Mama Tawi, hayo maneno yazame kwenye vifua vyenu. Kuna watu wengine wanatamkiwa maneno kama hayo wakiwa wamelala, wanasema baba alikuwa na upendo, mama. Mkiwa hai leo hii watoto wenu wanashuhudia kwamba ninyi kama kuna kitu mlichoacha kwao ni upendo. Ni upendo. Na hicho ndio kitu kikubwa. Nicho kitu kikubwa kipitacho kila kitu. Maandiko yanasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa kwanza, nisomee mwinjilisti. Wakorintho wa kwanza sura 13 mstari wa kwanza. Mungu mwenyewe anavyosema. Uone kwa habari ya hicho ambacho Mzee Tawi na Mama Tawi wamekiacha kama legacy. Na mimi nadhani ndio utakuwa ujumbe wetu wa siku ya leo. Tumehubiriwa na hii familia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mimi nikisimama hapa kuhubiri mpaka mtalala, lakini kumbe wahubiri wa leo walikuwa ni hawa. Yes. Maandiko yanasema nijaposema kwa lugha za wanadamu, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii. Hapo unajua kuna watu wengine wanasema wanaposemaga kwa lugha gani ambayo hata maneno hayajulikani ni lugha gani hivi na hivi. Maandiko yanasema nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Kunena kwa lugha, mtu anaweza kanena kwa Kiingereza wakati mnajua akijui. Hizo ananena kwa lugha lakini kwa lugha za wanadamu. Lakini anaweza kanena kwa lugha za malaika, amuelewe anasema nini, lakini ni kunena kwa lugha. Sasa nasema nikinena kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo ni sawa na shaba iliayo na upatu uvumao. Yaani hiki chombo hiki nilimkuta ndugu anakipiga mpaka nikawa nakitama, lakini mimi nikipiga akiti na sauti nzuri, ni vurugu, hazina mpangilio. Yaani ni shaba iliayo ovyo ovyo, haina mpangilio. Kwa inamaanisha kumbe kuna lugha zikinenwa zinapata ladha kukiwa na upendo. Mzee Tawi na Mama Tawi, mmeleta ladha kwenye maisha ya watoto wenu. Mmewaachia thamani kubwa inayoitwa upendo. Na hao watoto wamechukua, imekuwa ni legacy. Wanasema hata kwa watoto wao huwezi kujua ni mtoto wa nani ama yule ni wa nani. Wote wanaishi katika hivyo. Endeleeni kuwaenzi wazazi na watoto mkidumisha huo upendo. Na Mungu atawabariki. Ninyi ni wabarikiwa kwa sababu mmeliruhusu sanduku la agano nyumbani kwenu mpaka Mungu akatubariki, na hiki alichoachilia baba na mama kama upendo udumu katikati yenu. Tunawapenda sana na sisi tunawaombea ya kwamba Mungu awatunze. Na hata jioni mnaposherehekea na kufurahi, mjue kabisa moyo wa kuhani Msamaila uko pamoja nanyi, ili Mungu awatunze katika baraka hizo, na muendelee kukaa katika uzima na afya njema, na zile roho za mauti kabla wakati sio fungu lenu. Hebu wasome hilo andiko na wapa la ahadi, Isaya 65 mstari wa 20. Hawa wazazi kama wameishi miaka 50 kwenye ndoa, jumlisha miaka yao, sikuambiwa na miaka mingapi, lakini nataka hizo baraka ziwe kwa Isaya 65 mstari wa 20. Amen. Isaya 65 mstari wa 20. Maandiko yanasema, mstari wa 20, maandiko yanasema hata kuwapo tena mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimia siku zake, kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hiyo ni ahadi kwenu ninyi ya kwamba hakutakuwa na mtoto wa siku chache, wala mzee asiyetimiza siku zake. Mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Mungu awape miaka mingi ya maisha. Amen. Ili muendelee kufurahia baraka za Mungu na muendelee kufurahia mema haya mazuri Mungu aliyoweka kwenu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Naomba mgeuke kwa madhabahuni sasa, tuombe baraka kama familia. Mungu awatunze. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya familia hii ya baba yetu Preston Tawi na mama yetu Maria. Asante Mungu kwa sababu umekuwa baraka kwao. Watoto wao wamesimama mbele za uso wako, hata pamoja na Kurwa ambaye yuko mahali hapa.
ninamuunganisha katika baraka hizi. Bwana, wabariki watoto hawa Bwana, watunze, neema yako itembee na wao. Wabariki na wazazi wetu, watunze, neema yako itembee na wao. Mungu, wape kuendelea kukuishia wewe Bwana, na ule urithi mwema ulioachiliwa na mzee Tawi pamoja na mke wake kwa watoto, ya kwamba ni upendo. Upendo ukapate kudumu katikati yao. Watunze siku zote ili waendelee kudumu katika maisha yao wakiziona baraka zako. Maandiko yanasema kwenye Isaya 65:20, hakutakuwa na mtoto wa siku chache wala mzee asiyetimiza siku zake. Mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100, na mimi natamka miaka mingi ya uzima na afya tele. Napinga maroho ya mauti kabla wakati hayana nafasi juu yao. Wabariki, washike na kuwatunza kuanzia sasa, na mimi naomba hizi baraka ziwe juu yao. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake. Bwana Mungu akubariki na akulinde. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na akupe amani yake. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, ninawakabidhi wapendwa wetu wa mikononi mwako. Wanapoondoka mahali hapa, Bwana, baraka zako ziende pamoja nao. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi na Bwana wetu tumeomba na hata kuamini, na kila mwenye pumzi naseme amen. Tumpe Yesu makofi mengi. Haleluya. Sasa watoto, mnaweza sasa mkamkumbatia Bristol na Mary kwa kuwafurahia na kusema asante dadi, asante mama. Haleluya. Yes. Jamani, hawa watu wa kipekee kwenye maisha yenu. Asante sana. Asi Mungu awatunze sana. Haleluya. Sitasahau ulikonitoa, nimeandika. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Mzee Tawi alikuwa ananiambia nikimaliza mahubiri ametoa maji ili tusherekee kama familia. Mimi tayari nimeshahubiri, si ndio? Kabisa. Tayari sasa Bado sadaka jamani, kabisa. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza nimesemaje? Nijaposema kwa lugha za wanadamu na lugha za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upako uvumao. Ama wanataka nihubiri kidogo? Sema amina wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 ule mstari wa kwanza, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Nataka niseme upendo unajengwa na thamani kubwa katika vipawa na karama tulizo nazo. Wewe unanena kwa lugha, nena kwa lugha, beba upendo moyoni. Wewe unayesema kwa lugha za wanadamu na lugha za malaika, nena na upendo ukizama ndani ya moyo wako, katika jina la Yesu aliye hai. Pokea huo upendo wa kimungu ndani mwako. Pokea hiyo agape love ndani mwako, ili Ukristo wako unapoonekana kwa watu uonekane na thamani ya upendo, katika jina la Yesu aliye. Aya, nimemaliza. Mungu awabariki, mwende na neno la Bwana ili kwamba upendo wa Mungu uwe ni kila kitu kwenye maisha yenu. Asante. Ali kanisa la wainjilisti wanataka kidogo kwanza hamsha iwepo. Mungu awabariki, mwende na neno la upendo.
Basi asante mzee Tawi, nadhani ratiba hiyo itawekwa sawa. Basi tukaribishe utaratibu wa sadaka za kawaida sasa. Wakati wa dada yetu Rebeka aweze kutupa mwimbo. Haleluya. Tutakuwa na sadaka mbili, sadaka ya mavuno na sadaka ya ujenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakumbuka familia ya mzee Tawe mlikuja hapa, wakati mwingine mliahidi, naamini hata leo mnaweza mkasema kitu. Tunataka kujenga choo kizuri hapa cha kisasa, tumenunua matofali. Kwa hiyo ninaamini kwenye sadaka ya ujenzi kila mmoja na jambo lake anaweza kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi karibu mtumishi wa Mungu. Na mimi hicho haleluya hapa ili mnapokusanya hizo pledge na ya kwetu pia. Asante. Haleluya. Kamata sadaka yako mkononi. Bahasha. Karibu Shemasi achukue chombo aweke hapa. Shemasi karibu, chukua chombo uweke hapa ili tuweze, wakati tunaimba tuweze kutoa sadaka. Sadaka tulitangaza wiki ile tutakuwa na sadaka mbili tu, sadaka mavuno na ujenzi. Sadaka mavuno na ujenzi. Haleluya. Ujenzi chombo kidogo, mavuno ujenzi chombo kikubwa, mavuno chombo hichi kidogo hapa. Karibu wakati tunaenda kutoa. Tutaanzia Shemasi, tutaanzia watu wa kule nyuma, tutakuwa tunakuja hivyo. Lakini wewe Mungu hauku
mwaminifu na wa haki. Ewe Mungu, sifa zikurudie, utukufu ukurudie katika haya yote Bwana. Uko nami, hujaniacha Bwana. Uko nami, hujaniacha Bwana. Uko nami. Pigia Bwana makofi tu namna hiyo. Hallelujah. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Naona mwinjilisti ameniambia bado kuna sadaka ya ujenzi. Inamaanisha anatutaka sisi ambao wako pledge tujadiliane. Mama Msamila, uje tujadiliane kidogo. Naona huyu mwinjilisti hataki kutuachia tuondoke. Anataka achukue cha kwake mapema. Mama huyo mama huyo mama. Haleluya. Mama ameniambia tununue vile vyoo vya vijana. Amesema hahitaji vile ambavyo yani unajua vijana si tunaweza chichuma sio vile vya watu wazima vya kukaa na huko. Kwa hiyo mama amesema tutanunua hicho cha kukaa, si ndio? Amen. Kwa hiyo mtatuambia ni kiasi gani tunanunua tuna kile kizuri imara ambacho kinadumu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Msamila familia tutachangia hicho. Karibu kama na majina mengine. Ninyunyiziae maji kati wa ukame, uachi ninyauke, nakupenda wangapi anampenda Yesu? Weka tu namna hii. Nakupenda, oh mnyunyizi wangu, mnyunyizi wangu, oh nakupenda. Oh sema tena, nakupenda Yesu, nakupenda. Yesu makofi mengi na vigelegele. Haleluya, ongeza makofi yaliyo hai. Haleluya. Wamama ni azime tu ulimi wako, pigia Bwana vigelegele. Haleluya. Wababa piga miruzi kama mpo. Haleluya. Huo mkono geuzia jirani yako, mpe tano. Tano sio dhambi, ni huduma. Tano mpe ya nguvu, kama kwenye jicho, kwenye sikio, kwenye mdomo,
Wewe katumwambie na kuwazima 5. Haleluya. Nilikuwa nanong'ona na baba. Haleluya. Basi mimi nitachangia. Haleluya. Amen. Nitachangia 30. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Alafu anayefuata ni huyu hapa. Huyu. Sijajua ni nani lakini nimesikia tu wewe hapa. Naomba mic. Haleluya. Kumbe ni katibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuja kwa mwaliko wa mzee. Okay. Ila nadhani sura yangu sio ngeni kwa walionitizama, walioniona. Okay. Nikisema nitoe ahadi yangu itakuwa ya uchoyo, kwa sababu nina kamati yangu kuu ambayo sijaja nayo. Hiyo tuna kitu ambacho tayari tumejiandaa, ila hawakuwa wametuambia kwamba ni siku ya leo. Kwa hiyo nikitoa hiyo siri nitakuwa nimetoboa, ila ahadi iko pale pale. Nitatoa ya sasa hivi mimi na mama 10,000. Ongeza makofi na vigeregere kwa Yesu. Naomba mtu ananichukulia hizi hela, ananikusanyia, kachukua 10,000 hapo baba. Hii inaitwa cash. Haleluya. Katibu, tunataka tujenge hapo jamani. Katibu kimbia. Kuna Mungu kama wewe Bwana. Kuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Unaweza. Katibu tunakusubiri. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Asante. Naomba nianze na watoto wa huyu mheshimiwa hapa. Nilikuwa namuuliza baba una miaka mingapi? Mbona kama tunataka kulingana? Cheka kidogo basi. Baba Bwana asifiwe. Nawaomba watoto wote wa mzee wote. Niliwaona wako 6. Karibuni hapa mbele. Piga makofi wenyeji. Unaweza. Unaweza. Amen. Bwana asifiwe. Kwa sababu baba yetu ana majukumu mengine kule Mwananyamala ana semina. Tunaomba tumruhusu. Yeye ameshaahidi ahadi yake, si ndio? Amesema atatununulia nini? Masinki, si ndio? Baba, vyo viko mama, vyo viko 4. Kwa hiyo tunahitaji masinki mangapi? 4. Kwa hiyo ninaomba mama mtumishi pale, naomba mchukue baba na mama, naomba watoe kidogo, alafu naomba watoe. Hebu mpigie. Kuna Mungu kama wewe Bwana. Kuna Mungu kama wewe Bwana. Unaweza. Hakuna Mungu kama wewe Bwana. Wakati wanatoka piga na makofi kabisa. Unaweza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa na wapenda, na ndio maana nilitangulia mimi kuwa kwanza. Nina semina viongozi pale kanisani Mwananyamala, wameanza kunipigia simu, naanza saa 7:30. Tuko na wote, mwe na amani, si ndio? Bado tuko pamoja, na hata wiki ijayo nitakuja kwa sababu tuna kazi ya kwenda kubatiza. Yes. Na pia kwa ajili ya meza ya Bwana. Na kwa sababu niko likizo inamaanisha na nafasi ya kuja mara nyingi hapa. Amen. Asante baba. Asante sana. Tumpigie Yesu makofi kwa ajili ya baba. Mpigie Yesu kwa ajili ya baba. Pigie makofi ya shangwe kwa ajili ya baba yetu. Haleluya.
Mungu akubariki sana baba. Asante. Unaweza Hakuna Mungu kama wewe Bwana. bado wanajadiliana. Unaweza hakuna Mungu kama wewe Bwana. Karibu karibu. Yaani 1000 yako tunachukua ya ujenzi, 500 yako tunachukua, 200 yako tunachukua, chochote. Karibuni huku mbele. Karibuni msogee hivi watoto wazuri. Haleluya. Kaka mkubwa, karibu wakilishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunajadiliana pale sababu bado mambo yanaenda kidogo, lakini tukasema kwamba basi kila mtu ataguswa, na kwa sababu mimi mkubwa ndio maana nikawa basi kila mtu aahidi hapa na yes, haina shida. Amen. Labda mimi nitakuwa wa mwisho, naanza na mtoto wa mwisho kabisa. Facebook. Joyce Tawe. Bwana Yesu asifiwe. Natoa 20,000 Bwana Yesu asifiwe. Naahidi 30, natoa 10, 20 tena. Bwana Yesu asifiwe. Naahidi shilingi 10,000. Baba nauliza wengine wako wapi? Kama mko nje karibuni ndani. Kwa sababu bado kuna majukumu kule, wale wameenda kutekeleza majukumu. Okay. Kwa hiyo tulobaki ni hawa hapa. Wale wawili hata walivyokuja waliwaona bado majukumu, wakaona lazima sisi tukashuhudie. Amen. Amen. Na mimi mwenyewe kama kaka mkubwa natoa shilingi 30,000. Ongeza makofi na vigeregere. Haleluya. Mbona muitiki? Mna shida gani? Yaani unajua pesa ina tabia moja. Pesa ukijua unataka kuichomoa, inaanza kukuhubiria. Bwana, mwangalie tu jirani yako alivyokunja uso. Mwangalie, kwani alikuwa hivyo? Mwangalie. Sio yule tulikuwa tunafurahi naye. Mwangalie usoni jirani yako. Inakwambia usinitoe. Kama ni hivyo katafute change, utoe buku. Katafute change buku, toa 500. Unajua kwa nini warokole waga maisha yetu hayabadiliki? Nenda kwenye makanisa mengine uone watu walivyopanga, walivyopaki ndinga za hatari. Kwa sababu sisi tumepewa neema ya kuijua siri ya Mungu, lakini hatuko tayari kuifanyia kazi. Bwana asifiwe. Tunaenda kumaliza mwaka, hebu fanya kitu kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Wamama, haleluya. Kama umekaa karibu na mwanamke na anajua yeye ni mwanamke, naomba upite mbele. Mimi siwezi kutoa 30 afu ukakaa tu na nitizama. Hatuko malaloni hapa, pita mbele. Tofauti na waliotoka hapa. Jamani, kaniletee mama ambaye anajijua ni mwanamke, naomba uniletee. Kusanya uniletee, kashike tu. Vijana, kaniletee wanawake. Yaani kama umekaa karibu na mwanamke, mchukue niletee. Wewe niletee tu, mwambie twende huku naitwa. Awe mnene, mwembamba, mfupi. Unaweza. Tunajenga choo. Unatosha, Hapa tunachukua kuku, tunachukua mbuzi, tunachukua vifaranga, wewe njoo na ulicho nacho. Doze. Wamama mko wapi? Mmegoma?
choo cha kwenu mjisaidie wenyewe, alafu mnagoma na nyinyi msema mnachukua kila matukio na nyinyi shawakatazi. Wangapi wanajisaidia? Ambaye waga ujisaidii jamani, mkono juu. Bwana amekuona. Mbona nyinyi ni walembo kabisa alafu mnanikazia. Mimi nawafuata hata sikubali. Hebu piga makofi wakati mlembo anainuka. Alafu hawezi kumgomea Bwana. Yaani hawezi, huyu tunavuka naye mwaka huyu. Sasa je, wewe kama mtu kazuri hivi, hebu mbana hela unayo. Mama acha kugomba, Yesu amekupa afya. Twende mlembo wangu, twende. Twende dema. Piga makofi wakati walembo wanakuja. Mnadhani hela ina nguvu nyie? Wewe utatupa hata wigi, si tunauza. Hapa vipi mama? Mbona nilikuona unaguna? Mbona umesuka nywele za 20,000? Twende. Bwana atakupa hela, nyanyuka. Panda kwa Bwana mwisho wa mwaka huu. Yaani unajua hata ukiwa unajisaidia kwenye kile choo unajisikia vizuri eti. Wakati unapiga mzigo unasema nilichangia bana. Mama Bwana asifiwe. Vipi mbona shoga yangu ulikuwa unakusanya wengine afu umekaa? Twende basi. Jamani, watu wamepewa afya lakini hawataki kabisa kushiriki. Dada umenuna hata upendezi ulivyo mnene. Wewe tabasamu tu, huku nyuma kuna watu wana hela. Ndio maana hamna magari. Hebu nyanyuka bana, twende. Mimi nimekufuata. Piga makofi wakati wanakuja. Wewe acha kupiga picha wewe. Wewe kila picha unapiga tu ndugu yangu. Akienda kutoa 200. Hatutaki. Tutaki picha sisi. Mlembo wangu. Mungu awalefu. Yaani mimi hata kwetu ukinikuta niko hivi. Simama tu. Yaani makofi yenu tu ndo aga yanaleta hela. Makofi ya dada vipi? Mambo. Mzuri umeolewa? Hapana. Umechelewa mwenyewe sasa jitabirie. Simama sasa, simama. Haleluya. Mlivyo na wivu hata mshangilie na harusi yake tutaicheza. Yaani mwaka huu sikubali, tumebakiza mwezi huu. Ni mmoja eti. Alafu umekaa tu kama uko malaloni rafiki yangu. Kuna maiti hapa. Wasichana kule wote. Nataka kuolewa, unataka kushinda chuo nini, wote kule mbele. Nyie ni wazee. Simama tunakomboa wakati simama. Tunajenga choo afu jisaidie bure, haiwezekani. Wababa wote kule mbele, kama wewe ni mwanaume halisi pita kule mbele. Kasoro waliyetoka tu, mimi ndio niko hivyo. Mimi ni MC wa mambo mengi. Wababa wote kule. Baba unaenda wapi? Baba vipi? Nyie nikusanyeni wanaume. Wanaume wamebaki wachache. Nataka tu wale wanaume mimi. Wewe vipi hapo? Nenda kule. Sita wanaume safi kabisa. Yaani tuanze kushikana hapa. Dada mbona unacheza sana? Hela hauna na umeshuka nywele za 20,000. Msukume. Anasema we ni baba. Mtoto anasema we ni baba. Yaani wanavyolalamika hapa sasa. Wamekunja uso wanaume hao. Mtamchosha Pastor Naiman. Mtamzeesha yule baba jamani. Kwenda media ya wapi? Media huwezi kuchangia mdogo wangu. Una shilingi ngapi hapa? Changia chochote basi. Nani analipa namba? Huyu baba anataka kulipa kwa lipa. Njoo sasa. Kamuone mchungaji kule. Haleluya. Twende sasa hivi, hatuchukui video wala nini. Asema mimi media. Wewe media PCA tu hapa. Yaani nyie mimi haijalishi ni watoto hapa. Wengine wamekimbia, achana nao. Baraka za mwaka usio za kwao. Wewe jitabirie mwenyewe bana. Mambo ya kuigaiga sio nani katoroka katoa 500, wewe achana naye. Si ndio maana tunatofautiana. Huyu kapauka, huyu kapaka mafuta, sura inang'aa, huyu imejikunja, hii imefanya hivi. Hivyo tu tunapishana hivyo. Sema amen. Mwisho Mungu akukate. Unataka ukatwe? Unataka ustawi? Mwaka kesho uwepo. Sasa nini kinakukasirisha? Naomba huo mlango asifutoke mtu nje. Nifungieni huo mlango, maana naona kama sina amani sana. Mimi mwenyewe nimecheza mpaka kiatu changu kimebomoka, alafu mnaniambia nini?
Chaneni na mimi kabisa. Vijana njoni hapa. Tamchosha mchungaji wenu bado kijana aanze kuhangaika na choo. Choo. Tunataka mmiliki hata bodaboda kama gari bado basi. Unyewe mnasemaje? Mbona nicheki wewe? Naomba mchungaji nipe maiki. Wa mama sijui. Mimi mwanga sihangaiki na watu wanaorudi rivers. Nianze tuko nyuma mlango mchungaji. Yaani sina amani. Baba, Bwana si. Unajua ni mchungaji. Hata ukatai wewe ni mchungaji. Sijaona wengine wote lakini mimi tu naambiwa wewe ni mchungaji. Sijui lakini au nakataa? Siwezi nikakataa mpaka sijui. Yaani ujui lakini wewe ndivyo ulivyo. Karibu kwa Bwana. Unachangia, unaweza ukatoa simenti au choki ishajengwa baba. Unajisaidia wapi sasa? Vijana wanavyo ndivyo na nguvu hii baba. Baba tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Jamani tunaanzia 10,000. Kaitafute uwezavyo ulete. Kuna baraka lazima tushikane mashati. Lazima ujitabirie mwenyewe. Yaani itafute kwa namna yoyote mletee pasa. Mwaka huu siishe. Wanafunzi wa nini watu mna ndevu kwenda huko? Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mwanafunzi mbona mnaiba hela nyingi tu, mnanunua simu, mnanunua masaa, mmenunuliwa na wazazi hizo simu. Si mnaiba. Mikopo mtaelewa sasa. Tunakopesha kwa Bwana. Karibu mtumishi. Nitatoa 20. Makofi kwa Bwana. Lazima choo tujenge sisi wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba na katibu yuko wapi? Njoo huku na wewe bana. Au wewe kwa nini umeanza mimi sijakuruhusu? Unakwepa nini? Maana wewe nakutaka hapa. Haya njoo kwa amri yangu sasa. Katibu lazima awe na hela, mchungaji. Mzee wa kanisa lazima awe na hela, la sivyo utazeeka. Katibu lazima awe na hela, la sivyo utachoka haraka sana. Usimpe mtu cheo kama ana hela. Mchungaji wangu mimi mwaga ni mkali. Anakuambia nakupa uzee wa kanisa na hela. Anaweza akasema tu watu wote naombeni mnipe hela za umeme.